naamini mwana wa mfalme atashinda. Natumaini Iradi atashinda. Ni Iradi tu, hakuna mwingine. Kwa hiyo mimi jamani, nawachia tu umbea. Mimi naenda zangu. Tawala una mambo yake na vitu kibao. Mfalme, tumefanyikisha zoezi nzima ambalo ulituma na tumempata mtu ambaye atakayepambana na mwana mfalme. Mmepata pambanaji wa kupambana na mwanangu? Ni kijana yupi huyo? Ni kijana wa mjane Riziki ambaye anaitwa kwa jina la Iradi. Mshauri, hivi una imani kwamba huyu kijana atapambana na mwanangu mimi? Au atakufa bure? Mfalme, hiyo ni raha kwetu sote wana kijiji. Maana tunatamani mwanao abaki kwenye kile kiti. Iwe madaraka ya uzao na uzao, lakini awe mfalme jasiri na simba wa kulinda msitu wake. Pole sana. Mshauri, najua kama hiyo ni mila na desturi ya kijiji, lakini ningeomba mwanangu angekuwa tu mfalme, maana sioni kama kuna kijana yoyote wa kupambana na mwanangu. Sasa mshauri, labda niwaulize kitu. Napangilia pambano litakuwa siku gani? Mfalme, kwa akili zetu za haraka tumepangilia zoezi la pambano liwe siku ya 5. Siku ya 5? Sawa, kama mmeamua hivyo nyinyi, sawa. Mimi sina shida yote. Asante sana. Niko pamoja na nyinyi. Acha basi tulipambanie li swala hapa kijijini haraka. Sawa sawa. Kwanduluke. Kwa beba. Kijana, sikiliza nikwambie. Wewe ni mtoto mdogo sana. Maana nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu. Tafadhali, ahirisha pambano kabla siku haijafika. Maana siku hiyo ikifika, nitakufinyaga na kuponda hivi. Hao sio wali. Sikiliza nikwambie. Kama wewe unaongea ili mradi kusitisha hili pambano, sheria ya kijiji hiki lazima pambano liwepo. Na kitu usichokijua ni hiki. Kaa ukijua kwamba tembo aliuawa na sisimizi. Unajua kijana, nasikitika sana. Na natamani Mwenyezi Mungu apeleke siku mbio. Maana kuna baki siku chache sana. Siku ya 5. Siku hiyo ndio utaniona mimi kama ndio tembo wa kijiji. Kwanduluse. Usalama upo Mmairani? Wazima kabisa. Nafurahi tena kukuona. Na imani moyo wako saizi unajiuliza kwa nini nipo hapa saizi. Lakini sikuja kukaa sana kijana. Kwa asante. Mmairani na zawadi yako. Zawadi yangu mimi? Wala usiofu, utaiona. Lakini natamani kuiona wewe na mwanao wa kwanza kabisa, Iradi. Haya, haina shida mshauri wangu. Iradi! Iradi! Naam mama. Njoo haraka. Kwanduluke. Wabeba. Kwanduluke. Wabeba. Iradi mwanangu, usalama upo? Ndio mshauri wangu.
Sitokaa sana, maana kwa gisi nimekuwaona wote wawili, ni vizuri tukaondoka mapema. Heradi mwanangu, unaona mshauri huyu hapa? Kuna zawadi yako mtoto wangu anakuandalia. Ni inabidi tuondoke wote. Tuongozane basi. Mshauri, unajua sijakuelewa. Hivi unajua kama Hawa ima huyu mtoto ni adui yangu mkubwa sana. Kwa nini unataka mimi unikutanishe na Hawa? Heradi, na imani ulikuwa unasubiria zawadi ambayo nitakayokupa, na zawadi yenyewe ni hii hapa. Heradi, huyu si adui yako. Tembo, huyu wala si adui yako, bali fitna na unafiki ambao ulikuwa katikati yenu ndio ulikuwa utakapochukua. Nyinyi sio maadui, bali ni familia moja. Tembo, na imani uleta kitu ambacho nilikwambia. Nakitaka. Na imani unakumbuka sana kuhusu hichi kitu. Kinatoa na kama Heradi anaweza kuwa hajapoteza kumbukumbu zake vizuri, hichi kitu anacho. Na hichi kitu ndio alama tosha ya kujua Heradi ni nani. Heradi mwanangu, wewe ni mwanamfalme. Lakini kulitokea sembe katikati yenu, na ndio maana mlipoteana na kaka yako. Huyu ni kaka yako wa damu. Tembo, huyu ni mdogo wako wa damu kabisa. Nyinyi ni mapacha. Mshauri. Mimi siwezi kuwa na ndugu maskini kama huyu. Na mimi siwezi nikazaliwa na ndugu katili kama wewe. Basi, umaskini wake ujua mnachangia pamoja. Na utajiri wake ujua mnachangia pamoja. Mimi siwezi nikakubali. Kaka yako sio katili. Sikiliza nikwambie mshauri. Mshauri, hayo unayoyafanya leo sikutegemea kama yanaweza kutokea. Mshauri, mimi sikubaliani na hii. Nakuomba sana umpatie Heradi ukweli. Kumbuka wewe ulizaa watoto mapacha. Kipindi ulizirai tulimficha mtoto mmoja kwa sababu wasitaki kumuua. Sasa jitahidi sana tena sana Heradi apate kurudi. Nawaza nimemaliza. Sasa unafanya nini mshauri? Zingatia sana maneno yangu niliyokuambia. Mshauri. Ndio. Yawezekana kuwa ni hivyo. Na maana unashangaa kwa nini nimekuleta kwa mwana mfalme. Lakini leo nilitaka ujue kitu kimoja katika maisha yako. Na hichi kitu si kama cha upuuzi. Maana hichi kitu ni cha muhimu sana tena sana kwenye maisha yako. Ndio maana nimekutosha Ikulu na kuleta tuongelee huko. Mwana mfalme, nitarudilia kauli yangu ya mwanzo niliongea wewe na mama yake Irangi. Irangi ni mdogo wako. Mshauri, unajua mpaka sasa sijakuelewa. Tafadhali nakuomba sana udadavulie maneno, maana unaniacha kwenye njia panda hivi. Asante sana. Siku zote wanasema asisikia la mkuu huvunjika mguu. Na hapa kijijini kwetu tulikuwa na kauli moja tu. Hakuna mtu yote kuzaa watoto mapacha. Na hiyo ilikuwa ni mila. Ilipotokea mama yako kuzaa watoto mapacha, tuliamua kuwagawa. Na mimi ndio nilikuwa msimamizi wa kila kitu kabla babako hajafa. Acha leo nikuweke wazi. Yule unayemjua ni mfalme na unajua kabisa ni baba yako, sio baba yako mzazi. Unajua hapo unaona kile kikombe ulikuwa nacho? ndio. Ni alama tosha kujua kabisa Heradi ni mdogo wako. Na yule mzee ambaye aliyekulea wewe ndio mtu aliyemuua baba yako kisa madaraka. Baba yako na yule mfalme walikuwa ni mkubwa na mdogo wa mama tofauti.
na sababu tosha ya wao kuuana ni kwa sababu ya madaraka. Maana yule mfalme aliyekuwa pale ndio aliyekuwa mkubwa, lakini hakuzaliwa kwenye nyumba halali. Na baba yako ndio aliyezaliwa kwenye nyumba halali, na akachaguliwa kama yeye kuwa mfalme kwa sababu ni mwana halali ambaye alilala kwenye nyumba la mfalme. Hiyo ndio ilikuwa sababu tosha ya yule kumuua baba yako. Kitu ambacho utajua, wewe tayari umeshakuwa mwanaume, na ni lazima mwanaume kuwa na koo na kuwa na kifua. Ningekuomba ulinde siri mpaka pale mafanikio ya upinduzi itakapofanikiwa. Nawaza umenielewa. Heradi mwanangu, ni lazima upende maneno ya mshauri. Ina maana kama mshauri ameongea hivi mwanangu, hajakosea, anaongea ni kweli. Sasa mama, mbona unakuwa na imani ghafla tu unaamini kitu ambacho wewe ukijui? Tukifuata sheria na kanuni ya hiki kijiji, watu wakizaliwa wawili, mmoja anafariki. Sasa inawezekanaje yule akawa kakangu? Hapana mwanangu, unafikiria kipindi cha mbele, sio ndo hichi. Unasikia? Uelewe hilo. Mshauri bado hajakosea. Hapana. Kwa siku zote hizo alikuwa tu kimya. Alitamani sisi tuane ndo atokee sasa. Wenyewe wanajua vingi wale. Ina maana wewe ulikuwa unapenda mpaka akwambie? Haiwezekani. Ulielewe. Ndio hivyo. Okay, sawa mama. Ninaingia zangu ndani. Jinsi roho yangu ina hasira sana. Hapana mwanangu, usiwe na hasira. Yule ni ndugu yako tu. Na utoe hasira. Okay, sawa.
kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini we? Una nini we? Una nini we? Utawala. Pale ninapoishi kila siku ni ugomvi tu. Nahitaji mniambie aliyefika hapa ni nani? Mwana mfalme, aliyefika hapa ni mshauri. Mshauri? Ndio. Alikuwa na matunda akatupatia tukala, na ndio maana umetukuta katika hali kama na yeye. Takusikiliza. Unajua wewe ndio mlinzi ambao unaaminika sana kwenye ikulu. Lakini kwa nini umefanya haya? Unajua yule binti nilikuwa nikimpenda sana. Hivi sijui maskini ya Mungu kama atakuwa wapi. Nahitaji kitu kimoja kutoka kwako. Nahitaji mtu yule atafutwe haraka sana. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini?